بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى nakustaka zade rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mtume wetu, mwalimu wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pamoja na watu nyumba yake na masahaba zake na waislamu watakaofuata aliyokuja nayo hadi siku ya kiyama. Pamoja Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atuwezeshe tuweze kuwa miongoni mwao, Allahumma amin. Waheshimiwa tukufu Waislamu, husieni pasina kuisahau nafsi yangu kunako kumcha Allah jalla fi'ala, kama alivyosema ndani ya Qur'an al-Karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mliamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, na wala msifi isipokuwa hakikisheni nyinyi ni waislamu mliokuwa wazuri. Amma baada ya kuhusiana kuna taati llah na pia kutahadharishana kuna siku ambayo ni la raiba fihi, hakuna anayemiliki wala kuijua isipokuwa Allah peke yake, na kuiogopa siku ambayo takayojumuishwa kwenda kuonyeshwa matendo yetu kwa ujumla. Anasema al-Haqq subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na okopeni siku ambayo mtakayorudishwa mbele yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja akaonyeshwa kile ambacho amekitanguliza, aidha fi sarra'i wadh-dharra'i, kwa siri na kwa wazi. Yawma tubila sarair, siku ambayo siri zote zitawekwa wazi. Waheshimiwa watukufu Islam, kama tulivyoanza na maudhui katika khutbati zilizotangulia, tukizungumzia karama ya Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha, ambaye alikuwa ni kipenzi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku zilizopita. Na leo katika kilima cha Jumaa tutasimama na Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, ambaye ni ummul mu'minin, ni bintu Abi Quhafa radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, kama tarikhi inavyomtambua na historia ya Kiislamu, ni mama wa waumini, pia ni mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni as-Siddiqa bintu Siddiq, ni mwanamke mkweli
ambaye ni mtoto wa mkweli, ambaye ni Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Waheshimiwa tukufu Waislamu, huyu mama wa waumini kanat wiladatuha radiyallahu anha qabla alhijra bi8 sinin, amezaliwa Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kabla ya hijra, kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhama kutoka Makka kuelekea Madina. Aisha amezaliwa kabla yake ya hijra hiyo kwa muda wa miaka 8. Na tarikhi yatuambia kuwa Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha wulidat fi baitin islami, amezaliwa katika nyumba ya Kiislamu, nyumba ya rafiki kipenzi wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu arda, ambayo nyumba hii ya Abu Bakr ilikuwa ni dhi tarbiyatin salihah, ilikuwa ni yenye malezi yaliyokuwa mazuri. Watambia kuwa wa mundhu sighariha lam ta'budu sanaman, Sayyidatuna Aisha tangu yuko mdogo hakuwahi kuisujudia sanamu, yani hakuwahi kukusanyika katika ibada za masanamu hata katika maisha yake mazima. Wala mtusharik fi shay'in min ibadati shirk, wala hakuwahi kujihusisha katika ibadat zile ambazo ni za kishirikina, allati kana yaqumu biha ahlu Makka fil jahiliya, ambazo ibada hizi walikuwa wakizifanya watu wa Makka katika zama za jahiliya, kabla ya kutumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makka imekuwa imechafuka kwa ibada za kishirikina, kwa ibada za kumwaga damu kwa ajili ya miungu ambao ni masanamu. Lakini Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, yeye amesalimika na haya yote kutokamana na malezi aliyopewa kabla. Huyo Aisha tunayemzungumzia hapa, khatabaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa hiya bintu 7 sinin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimchumbia, amekwenda kutakapusa katika nyumba ya Sayyiduna Abu Bakr, Allah amridhie, Sayyidatuna Aisha akiwa na umri wa miaka 7. Na hapa napendelea kila mmoja anisikilize kwa makini. Kuna lengo na makusudio la sisi kuchagua maudhui kama na hii au mada kama na hii, ni ili mradi watu waweze kuepukika kutokamana na shubhati. Imekuja katika hadithi mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akisema, faman waqa'a fi shubhati faqad waqa'a fi alharami, yeyote yule ambaye ataanguka katika shubhati, basi atambue kuwa atakuwa ameingia na ameanguka katika haramu. Mtume alikwenda kumtaka posa au kumposa Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha akiwa na umri wa miaka 7. Wasema wabana biha wa hiya bintu 9 sinin, na mtume akamwoa akiwa na miaka 9. Kuolewa kwake Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha haikuwa mihemko ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuwa tamaa kama vile wanavyoeleza baadhi ya watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametanguliza, amefanya takdimu shahwa wal iyadhu billah, kusema Mtume katanguliza tamaa zake mpaka kenda kumooa Sayyidatuna Aisha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kumooa Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha ilikuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Raa fi manamihi sallallahu alayhi wasallam, mtume alilala akaota katika ndoto yake, kama rawa al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim Allah warahamu
wanapokea katika sahihi zao Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, urituki fil manami thalatha layali, uwe Aisha, nimekuota katika usingizi wangu mara 3 kabla ya kukuoa. Nimekuota mimi Mtume huku nikiwa nimelala kwa muda wa siku 3, akimwambia yaji'u biki almalak fi sarqati min harir, huku wanakuleta malaika ukiwa umejifunika ama umefunikwa na nguo ya harir. Harir ni nguo yenye thamani. Malaika wanakuja wanakuleta wewe Aisha, na baada ya kukuleta nikiwa ni mwenye kusema, au malaika wakinambia mimi Mtume, hadhihi imra'atuk, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu hapa ni mwanamke wako. Fa akshifu an wajhik, na mimi Mtume nikifunua ile nguo ya hariri ambayo ilikuwa inakufunika sura yako, fa idha anti hiya, nikikukuta ni wewe Aisha radhiallahu anha. Fa aqul, kisha nikiwa ni mwenye kusema, in yakun hadha min indillah yamdi, kiwa hili linatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi lazima litakamilika. Na kama tunavyojua, ndoto ya mitume, ndoto ya manabii ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani katika mifumo na aina za wahi, ndoto ni miongoni mwa wahi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawatumilizia mitume wake ujumbe. Lakini kadhia hii ama nukta hii ya Mtume kumuoa Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, kuna a'daul Islam na a'daul Mustafa sallallahu alayhi wasallam, kuna maadui wa Uislamu pamoja na maadui wa kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wameichukulia picha hii na kutaka kutuonesha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni shahwan, alikuwa na tamaa. Yani mtu mkubwa kiasi hiki anakwenda kumchukua mtoto miaka 9 na kumvamia kabisa na kutaka kumwoa na kutaka kutengeneza imani kwa mtume wa Waislamu ni mtume ambaye alichupa mipaka katika tamaa ya kuwapenda wanawake. Na lilasafi shadid, linalohuzunisha zaidi, kadhia hii ikadhoofisha mpaka baadhi ya imani za Waislamu na kusema kuwa ile hadithi inayozungumza masuala haya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimoa Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha akiwa na miaka 9, hiyo hadithi ni ya uongo. Ilhali hadithi ni sahihi, imethibiti, anapokea Imam Bukhari na Imam Muslim katika sanad iliyokuwa nzuri sahihi, ambao ulama wametumia juhudi zao na nguvu zao katika kuhifadhi ilmu ya hadithi, kuhakikisha machenga hayaingii ndani yake, kuhakikisha uongo, watu hawamtungii uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwenyewe alikuwa akisema, man kadhaba alayya mutaammida, yeyote yule ambaye atakayekaa chini na kunisemea mimi Mtume uongo, faliyatabawa maq'adahu minan nar, ajiandalie makazi yake katika moto wa jahannam. Ulama wamekaa na kulinda akwali za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini baada ya fikra kama na hizi za kimagharibi kuja katika mujtamaa wa Kiislamu na umma wa Kiislamu, mpaka imani za watu zikawa ni zenye kuingia matatizo. Nukta hii tufanye tambihi walau kwa uchache. Shida inapokuja ni pale tunapotaka kufanya tashbihi,
tuzifananishe zama ama tuzilinganishe zama, kuashiria kuwa mtoto anayevaa wa leo ni sawasawa na mtoto anayevaa wa msizi siècle kule. Hapa ndo kwenye tatizo linapoanzia. Wakati zama zinatofautiana, maumbile ya watu pia yanatofautiana, na pia aqwam, watu pia wanatofautiana. Waheshimiwa tukufu wa Islam, katika mama zetu na bibi zetu, lau utasikiliza umri walioolewa nao, inaweza kukupasa takutia mikono kichwani. Wapo katika bibi zetu walioolewa na miaka 12, wapo katika bibi zetu walioolewa na miaka 10, wapo katika bibi zetu walioolewa na miaka 15, bali huko ni mbali, wapo katika mama zetu walioolewa na miaka 17. Lakini je, tufanye tashbihu zaman, tuzifananishe zama, kana kwamba mwanamke wa miaka 17 ya leo ni sawasawa na mwanamke wa miaka 17 ya zama zilizopita? Jibu ni hapana. Watu wanatofautiana na kurun ama zama pia zinatofautiana. Tatoa maelezo shubha hii ya kimagharibi, tatoa maelezo kwa uchache, tutachukua maelezo ambayo yatakayotosheleza katika nukta kama na hii. Tukizungumza kwa lugha ya namba ama numero, sawa na buhuth, research ambazo zipo hai, zinaishi mpaka sasa katika mitandao ya kijamii. Ukichukua hata simu yako, ukiingia ku Google, ukifanya research, utayakuta haya ninayotaka kuzungumza. Sinu rushd, sinu rushd, ile miaka ambayo watu wanakubali kuwa huyu tayari amekuwa, kama kwa sasa kwa zama zetu sinu rushd ni miaka 18. Yani ukieneza 18 tayari wanaitakidi wote kwa wewe tayari ni adult, una haki ya kujichukulia maamuzi katika baadhi ya nukta. Lakini katika miaka iliyopita 18 haikuwa sinu rushd, haikuwa ndio miaka wanaomuitakidi mtu kwa tayari ni adult. Katika miaka iliyopita haikuwa hivyo. Ukirudi 1885 sinu rushd, yani miaka ambayo wanakuchukulia wewe tayari ni adult, ilikuwa ni miaka 10. 1885 miaka 10 wanakuchukulia wewe ni adult. Na hii sio kwa Afrika, hata Amerika walitembelea katika kadhia kama na hii, katika miaka kama na hii 19 siècle. Ukiwa na miaka 10 una haki ya kujichukulia maamuzi ya kuolewa au kufanya harakati zako. Hakuna kukuingilia, tayari wewe ni adult kwa miaka 10. Na hii imetumika katika nchi kama vile Angleterre, Etats-Unis ambayo inajulikana kuwa ni Alwilayat Almutahida, na miji mingine katika nchi kama na hii. Ukifikisha miaka 10 tayari wewe ni adult. Na kwa nini tunachukulia nchi kama na hizi za kimagharibi? Ni kwa sababu ndio ambako macho yetu sisi Waislamu tunaangalia kwa wale wamekamilika, wamefikia katika darajatul kamal. Yani kila linapokuja swala la sianse, macho yetu yanaitazama Amerika, macho yetu yanaitazama Uingereza. Na ndio maana tunachukua mifano kama na hii katika nchi kama na hizi ambazo baadhi wanawaona kuwa ndio kudwa yao, ili walizingatie hili. Zama baada ya kuendelea, na mtu alipokuwa akifanya jambo kama na hili, alikuwa haingizwi katika mlango wa ikhtisab, kusema kuwa alibaka, alivamia binti mdogo. Lakini katika zama zetu kama na hizi, ile picha ambayo inatengenezwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam itengenezwe pia kwa hawa waliooa na miaka 10.
kwa zama zetu hizi, ni nani katika sisi ambaye anaweza kumwozesha binti yake na miaka 10? Yote haya tunayaonesha kwa hatuwezi tukafanya tashbihu zamani. Zama hazifanani na maumbile ya watu sawa sawa, na zama hayawezi kuwa sawa, hayawezi kuwa sawa ala kulli hal. Tukiendelea 1913 tayari tuko 20e siècle hapa. 1913 miaka hii ya sinu rushd imetoka ku 10 ans ikapanda mpaka ku 12 ans. Yani ulimwengu haukulala na kuamka ukaleta fikra kuwa atakayefikisha 18 ans tayari ni adulte. La, walianzia chini kabisa, miaka 10, zama zikabadilika, wakapanda 12, walikwenda wanapanda hivyo hivyo mpaka gisi leo tuko katika 18. Na ndivyo hivi itakavyofikia katika daraja wale watakaokuja baada yetu, watafika katika sinu rushd miaka 30. Ni zama na ni nyakati. Kwa hiyo baada ya hapa, itikadi kama na hii ya miaka 18 hii imeanza hiyo 1913, na mji wa kwanza kuaplike itikadi kama na hii ya kusema atakayefikisha 18 ans tayari ni adulte imeanza kuaplike katika mji wa California, Etats-Unis tayari, ambao itikadi kama na hii haitumiki Amerika kote. Kuna baadhi ya miji ambao itikadi hii haifanyi kazi, wapo ambao wako chini na wapo ambao wako juu zaidi. Waheshimiwa tukufu Islam, sawa na bahthi ambazo zipo, ukirudi kuanzia katika mwaka wa 2000 mpaka 2010, watoto wanawake katika mji wa New York walioolewa chini ya miaka 14, yani waliolewa kuanzia miaka 10 mpaka 13, 10 à 13 ans, katika mji wa New York Amerika, waliolewa watoto chini ya umri huyo ni 3850, 10 mpaka 13 ans. Lakini hawa wenyeji wa mji kama na huyu watakuja kumsheta vidole Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuashiria kuwa alikuwa ni sahibu shah, kuwa na tamaa, kenda kumfuata binti mdogo na mengine mfano haya. Ikiwa haya yamefanyika 20e siècle, 19e siècle, vipi ishindikane kwa yule ambaye ameishi 6e siècle? Yani ikiwa jambo hili limewezekana 19e siècle, mtoto wa miaka 10 kuolewa mpaka 13, vipi ule wa 6e siècle lishindikane jambo kama hili? Vipi lishindikane? Na baada ya hapa tukichukua mji mwingine mmoja wa Florida, huko huko Amerika, Florida kuanzia 2000 mpaka 2018, sawa na bahthi za mwisho zilizofanyika, kuliolewa 16400 filles ambao umri wao ni miaka 13 na kushuka. Hawa ndio walitwambia mtoto mwanamke anakuwa kwa miaka 18, lakini itikadi yao wanayoitembelea hasa ni ya watu. Bali na yote haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoa Sayyidatuna Aisha, na kama tulivyoashiria ilikuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamtaka Mtume amwoe Sayyidatuna Aisha, na Mtume akalitekeleza. Na kama tunavyojua, Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mahaba ya kupitiliza, mahaba mengi mno. Alikuwa akimpenda mume wake, na hii ndiyo kamalul mahabba, ndiyo kanuni ya mapenzi. Wanasema wenye kusema mapenzi lazima yawe mfano wa soksi,
zifanane, ziendane, ziingiliane, na rangi ikiwa moja inapendeza zaidi. Na haya ndio alikuwa mapenzi ya Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha kwa mume wake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawa Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, anapokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahih zao, mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, akimwambia inni la a'lamu idha kunti radiyah wa idha kunti alayya ghadba. Ewe Aisha, mimi mtume natambua wakati ambao unakuwa radhi na mimi, na natambua wakati ambao wewe Aisha unakuwa na hasira na mimi. Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa ta'rifu dhalik, wajuaje ilo mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma idha kunti anni radiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Unapokuwa radhi na mimi huwa unaapa kwa jina langu, unasema la wa rabbi Muhammad, unaapa kwa jina la Mungu wa Muhammad. Ama unapokuwa na hasira na mimi unasema la wa rabbi Ibrahim, unaapa kwa jina la Sayyiduna Ibrahim, na wala haunitaji mimi mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisha kitabasamu akimwambia ajal, wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak, ya Rasulullah sintoapa tena isipokuwa nitalitumia jina lako. Walikuwa wakipendana hawa mke na mume, walikuwa wakiheshimiana, na kila mmoja aliitambua thamani ya mwingine radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Na mtume alikuwa akimpenda Aisha kuliko watu wengine. Imekuja katika hadithi ambayo kwa Imam Bukhari na Muslim katika sahih zao kutoka kwa Amr ibn al-As radhiallahu anhu, amekwenda kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu nasi ahabbu ilaik, ibni nani unayempenda katika watu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Aisha, katika watu nampenda Aisha. Amr akiuliza min ar-rijali ya Rasulullah, nakusudia katika wanaume unampenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema abuha, nampenda baba yake ambaye ni Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Lakini katika hadithi kama na hizi kuondoa fitna na shubhat, ipo hadithi anapokea Imam al-Hakim rahimahullah na Imam Tirmidhi katika sunani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa ni nani, anapokea Aisha radhiallahu anha, aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu nasi kana ahabba ila rasulillah, hivi ni nani katika watu ambaye mtume alikuwa akiwapenda sana? Akajibu akisema kwa ni Fatima. Mtume alikuwa akimpenda Fatima zaidi katika watu. Akiulizwa kuwa min rijali, katika wanaume alikuwa akimpenda nani? Akisema kuwa zawjuha, mtume alikuwa akimpenda mume wake zaidi kuliko watu wote. Hadithi hizi mbili hakuna mgongano wanapozungumziwa ahlu baiti rasulillah, watu wa nyumba, watu wa familia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu aliyekuwa akipendwa zaidi ni Sayyidatuna Fatima. Mtoto wake alikuwa akipendwa zaidi kuliko watu wote wa nyumba yake. Na katika wanaume mtume alikuwa akimpenda Sayyiduna Ali radhiallahu anhu. Lakini wanapozungumziwa watu ambao si wa nyumba ya mtume, si wa familia ya mtume, basi anayependwa zaidi ni Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, na katika wanaume anayependwa zaidi ni Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Waheshimiwa tukufu Islam, mahaba aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni mahaba ya heshima kwa Sayyidatuna Aisha, mpaka ikafikia katika daraja mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba wakisubiri mtume akiwa kwa Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha wanampelekea zawadi, mpaka watu wengine wakimfikishia malalamiko Ummu Salama, wakimwambia Ummu Salama, ongea na Sayyiduna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aonaje na sisi tutaka zawadi, waje watuletee zawadi katika manyumba yetu. Ummu Salama akienda kimweleza mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume anakaa kimya. Na baada ya kukaa kimya, Ummu Salama anasubiri. Baada ya wiki zilipopita, anasubiri mtume aje siku yake ya zamu yake. Ilipofika katika zamu ya Ummu Salama, Ummu Salama anambia ya Rasulullah, waonaje na sisi ukawa unakuja kukaa huku maswahaba wanakuletea zawadi zako upande huyu?
Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia la tu'dhini fi Aisha ya Salama, ewe Salama usiniudhi kwa Aisha radhiallahu anha, yani usiniudhi. Umeniambia nimekunyamazia mara ya kwanza, mara ya pili, la tu'dhini fi Aisha, usiniudhi kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha wa arda. Mpaka wakamwendea Salama, namfuata sayyidatuna Fatima, asema huyu ni kipenzi cha baba yake, anakwenda kumwambia Fatima, wewe ndio kumwambia sayyidina Rasulullah aje na sisi kutohitaji zawadi, asibaki kule kwa Aisha peke yake. Sayyidatuna Fatima radhiallahu anha amfata sayyidina Rasulullah, baba yake, anambia Rasulullah, kizako amenituma wahitajia pia na wao zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza sayyidatuna Fatima, awalasti tuhibbina ma uhib, ewe Fatima, hivi wewe hupendi kile ambacho mimi baba yako ninakipenda? Sayyidatuna Fatima akijibu, naam, ndio ya Rasulullah, nakipenda kile unachokipenda baba yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia, fa ahabbi Aisha au fa ahabbiha, basi mpende Aisha radhiallahu anha, kwa sababu mimi mtume nampenda na wewe pia mpende. Kwa hiyo nyamazia jambo hili, achana nalo. Kwa hiyo walikuwa wakipendana, mahaba yalikuwa makubwa, na ndoa yao ilikuwa na heshima, ndoa yao ilikuwa na tawabu, ndoa yao iliishi katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila mmoja akamfanya mwingine kuwa ni anayetangulizwa. Nyumba ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nyumba iliyojengeka katika misingi ya subra na iman, kama inavyokuja katika hadithi. Ilifikia katika daraja nyumba ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moto hauwashwi, maula haiwaki, wakishindia tende mbili na maji. Lakini Sayyidatuna Aisha alikuwa ni katika minas sabirin, alikuwa na subra ya hali ya juu, alikuwa mvumilivu wa hali ya juu, licha ya njaa, licha ya mitihani waliopata, lakini alikuwa akimheshimu mume wake na alikuwa na subra iliyokuwa kubwa. Waheshimiwa tukufu Islam, kama ilivyotambulika, mlango wa ndoa ni mlango ambao unakusanya jinsi. Binadamu ni jinsia. Jinsi ni harufi tatu, yani genre, jinsi. Hizi herufi tatu, jim, nun pamoja na sin, ukizitumia vizuri zinakuja zinaleta kitu kinachoitwa nasj. Nasj ni muoano mzuri, mshikamano wenye kupendeza, mshikamano ambao unatoa matunda yaliyokuwa mazuri. Na ikiwa mtaitengeneza vibaya, hii inaweza ikageuka ikawa sijni, zile herufi tatu ikawa sijni, yani hii ndio ikageuka kuwa ni prison. Na ikiwa mtaishika vibaya zaidi, inaweza ikageuka hata najisi, ikawa chafu zaidi ndoa kama na hii. Kwa hiyo laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu ni kigizo kilichokuwa kizuri. Nyumba yake ilijengeka kwa subra, kwa sababu alimwoa mke ambaye amelelewa pia katika mazingira ya subra, mazingira ambayo yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo heshimiwa tukufu Islam, Allah kitupa tawfik, baada ya kumzungumzia sayyidatuna Aisha radhiallahu anha ala al-aqal kwa uchache, Allah kitupa fursa, tutaizungumzia ilmu yake sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, mwanachuoni mkubwa huyu